Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Leo ni sikukuu ya Baraka, ni siku ya Mei Mosi, sikukuu ya wafanyakazi wote na sikukuu ya wafanyakazi duniani. Ni siku ya baraka kubwa sana katika kutafakari na kufanya personal critical evaluation, kufanya tathmini binafsi juu ya kazi zetu. Hii ni sikukuu ya wafanyakazi, sio sikukuu ya waajiriwa, ni sikukuu ya wafanyakazi. Lakini neno la Mungu ambalo ninapenda kuleta salamu za sikukuu hii ya wafanyakazi katika kitabu cha Yoshua, ule mlango wa kwanza, mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu cha Yoshua, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akisema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordan, wewe na watu wawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordan, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Katika siku hii maalum sana ya sikukuu ya wafanyakazi, jambo moja nalotaka kuliangalia hapa ni falsafa ya kazi katika Biblia na duniani kote, na falsafa ya kazi katika bara la Afrika. Falsafa ya kazi katika bara la Afrika ni tofauti sana na falsafa ya kazi duniani na falsafa ya kazi katika Biblia kwa mujibu wa Mungu mwenyewe. Ni Afrika peke yake wanapomzika mtu wanaizika na kazi yake. Na pengine ni Afrika peke yake ambako anaweza kazi ya mtu inazikwa hata kabla pengine ya mtu mwenyewe hajafa. Lakini falsafa ya mazishi ya Afrika ni kuzika mtu na kazi yake. Hapa nazungumza juu ya Musa. Musa ambaye alikuwa amepewa jukumu la kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani. Kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi Israeli. Ilikuwa ni kazi. Na Biblia inasema Musa alipofika mlima Nebo, Mungu alimwambia Musa, panda mlima Nebo katika vilima hivyo vya Pisga, uende hapo ukaangalie nchi nayo hapa wana wa Israeli, kwa sababu wewe hautafika, utakufa. Kwa maana kulikuwa na shida hapa njiani kati ya Musa na Mungu, na wana wa Israeli walimkosea Mungu. Na Musa alikoseshwa na watu. Na Biblia ninayosoma inaniambia mazishi ya Musa, mazishi ya Musa yalifanyika na Mungu mwenyewe. Mungu alikuja akamzika Musa katika huo mlima Nebo. Na kaburi la Musa hata alijulikani mpaka leo. Lakini mazishi aliyofanya Mungu, alimzika Musa ila hakuzika kazi yake. Alimzika Musa lakini hakuizika kazi ya Musa. Na akamwambia Joshua, Musa mtumishi wangu amekufa, katika kitabu cha Joshua mlango wa kwanza, mstari wa kwanza na wa pili. Mungu anamwambia Joshua, mtumishi wangu Musa amekufa. Ni wewe utakayewaingiza wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani, nchi ya ahadi Israeli, nilikomwapia Musa ya kwamba nitawapeleka watu hawa. Sasa hiyo ni falsafa ya mazishi ambayo Mungu mwenyewe alifanya, akautenganisha kazi na dead body. Alichukua dead body hiyo ya Musa akaizika, lakini kazi yake haikuzikwa. Makosa ya bara la Afrika leo ni kuizika kazi pamoja na mtu anapokufa. Ndio maana nasikia Waswahili wakisema marehemu kafa na vitu vyake. Kimsingi hakuna marehemu anakufa na kazi zake. Ni kwa sababu hapana ile falsafa ya muendelezo wa kazi. Mara nyingi mtu akifa anazikwa na kazi zake katika bara la Afrika. Kabisa. Watu watagawanya mirathi hiyo, kama ni nyumba, hata kama nyumba ilikuwa posta, hata kama nyumba ilikuwa soko la Kariakoo, mahali ambako panaweza pakafanya uwekezaji, wao lazima wakimzika marehemu wanazika na kazi zake zote. Na wakati mwingine
Kazi zinaweza zikazikwa hata kabla marehemu hajafariki. That is Africa. Hiyo ni Afrika. Falsafa mbaya. Na kwa sababu ya kuzika kazi pamoja na wafu, au kuzika dead body pamoja na kazi zake, leo tuna shida kubwa ya ajira katika bara la Afrika. Na leo tunapotafakari juu ya sikukuu ya wafanyakazi duniani, ni lazima tuangalie falsafa ya dhahabu inayoshawishi mtu kufikiria, lakini pia iliyo ni kusudi la Mungu juu ya kazi iendelee, muendelezo wa kazi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, na hasa tunapozungumzia juu ya family project. Kama hatutaacha kuzika wafu pamoja na kazi zao, hatuwezi hata mara moja kutatua tatizo kubwa la ajira. Hakuna nchi wala serikali duniani inayoweza kutengeneza ajira zaidi ya zile family project. Lakini pia kuona namna gani tunaweza kuendeleza kazi ambazo zimeanzishwa kwenye familia. Leo kwa mfano, tuna watu wamegraduate university, wana masters, wengine wana PhD, hata wengine wana several degrees, lakini wanamtegemea labda mwalimu aliyestaafu shule ya msingi, labda nesi aliyestaafu, labda bibi aliyestaafu. Leo kuna wajukuu na masters wanamtegemea babu na bibi awahudumie nyumbani, alipe bili za umeme, akarabati nyumba, alipe bili za maji, anunue kingamuzi, aleweke gari mafuta, awatibu. Kuna watu ambao ni watu wazima, na sasa imeongezeka kwa sababu hakuna ajira. Hakuna ajira. Kwa nini? Na kwa nini vijana wa Kiafrika hawana majibu juu ya ajira? Ni kwa sababu ya falsafa ya muda mrefu ya laana ya nyumba ya Afrika. Kila mtu anataka kuanza, kila mtu anataka kuanza, kila kizazi kinataka kuanza. Ile idea ya kuendeleza family project haipo. Mungu aliendeleza ile project ya familia ya Israeli. Musa alipokufa akapokea Joshua. Ndio ile tunayozungumza juu ya kazi iendelee. Uendelezi wa kazi, kuendeleza kazi kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Mimi ninawaomba wakati huu tunapoangalia na kuadhimisha adhimisho hili la sikukuu ya wafanyakazi, tuangalie sana namna ambavyo watu wengi waliosoma, walio na potential kubwa hawana kazi, hawana ajira. Na namna gani ya kutengeneza ajira, na ni namna gani ya kuweza kutatua tatizo la ajira, si tu Afrika peke yake au Tanzania peke yake, lakini pengine hata duniani, ni kwa kukubali kuendeleza kazi. Ndugu zetu wa Asia, wenye asili ya Kiasia, wanaendeleza kazi za kivizazi na kivizazi. Kama unavyosikia juu ya Samsung kwa mfano, kampuni hiyo ilianza na duka la chakula, duka la kwa Mangi. Leo imeajiri zaidi ya watu, karibu watu 300 wameajiriwa na hiyo kampuni. Lakini pia wa Asia, wazungu, watu wanaoendeleza kazi, wakimzika mtu, wanazika mtu lakini hawazikagi kazi. Tatizo la Afrika ni makaburi ya kazi. Watu wanakufa lakini wanazikwa na kazi zao, wanazikwa na akili yao, wanazikwa na vile vitu ambavyo wamevianzisha. Mimi ninaendelea kusema kama mchungaji, lakini pia ambaye ninafundisha mara nyingi masuala ya uchumi, falsafa inayoweza kuisaidia Afrika kwa sasa ni ile falsafa ya kazi iendelee, ambayo kwa kweli muasisi wake ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii falsafa ikitafsiriwa vizuri na wasomi wa uchumi, ikatafsiriwa vizuri na watu wanaopanga, wanaoangalia destiny, ikatafsiriwa vizuri kuisaidia Afrika, mimi nafikiri ni falsafa inayoweza kuibadilisha Afrika kuliko falsafa nyingine zote zilizowahi kupita katika bara la Afrika, kwa habari ya kuendeleza kizazi kimoja kwenda kizazi kingine na kujali habari ya kazi, from generation to another generation. Na hii itasaidia kutengeneza ajira, itasababisha kuungana na Mungu, ambaye kazi ya Musa alipoishia Mlima Nebo, kazi haikuzikwa. Shida nayoiona mimi ni makampuni mengi, biashara nyingi, mawazo mazuri, nia nzuri, mipango mizuri iliyoanzia kwenye familia, lakini inafia kwenye kizazi kimoja. Unakuta baba akishakufa basi, mama akishakufa basi, yule muasisi akishakufa basi, wanazika mtu na kazi. Jamani, hiki si kibiblia. Biblia, Mungu alimzika Musa, lakini hakuzika kazi. Alimwachia kazi Joshua aendelee nayo. Ndio hiyo tunayosema kazi iendelee. Na ninaomba falsafa hii iweze kutafsiriwa vizuri, itafsiriwe na watu wenye fikra sahihi juu ya kutatua tatizo la ajira
na kuendeleza miradi ya kifamilia ambayo tayari imebeba ajira kubwa. Fanyeni research dunia nzima, muone hata hiyo Israeli leo, hata baraka za Ibrahim zimerithishana kutoka Ibrahimu kwenda Isaka, kutoka Isaka kwenda Yakobo, kutoka Yakobo kuja Yusufu, kutoka Yusufu kuendelea mpaka hapa tulipofika leo. Ni kazi inaendelea kutoka kizazi mpaka kizazi kingine. Hebu tuangalie vizuri na kutafsiri falsafa hii jinsi inavyopaswa kutafsiriwa bila kuathiri maisha yetu ya kawaida, lakini ni falsafa ambayo ikiangaliwa vizuri inaweza ikasaidia nchi, inaweza ikasaidia Afrika, inaweza ikasaidia watu ambao leo tunasema hatuna ajira. Tatizo la ajira leo ni kubwa mno. Watu wamesoma hawana kitu cha kufanya, lakini ndani ya familia kuna mawazo ambayo yakiendelezwa yanaweza yakaleta impact. Sasa namna gani yaendelezwe? Tutumie skili gani? Tuanzeje kufundishana? Tuondoke kwenye falsafa ya Kiafrika hiyo ya kuzika mtu na kazi, tubaki kwenye falsafa ya kibiblia ambayo Musa alipozikwa hakuzikwa na kazi yake. Tuanze kubadilisha zile kazi ziishi, watu wafe lakini kazi zibaki. Hiyo ndio kazi ya falsafa hiyo tunayosema kazi iendelee, ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni vizuri sana ikatafsiriwa vizuri kwa usahihi na ikaweza kufanyiwa uchambuzi yakinifu na ukaleta impact katika maisha yetu tunapoadhimisha sikukuu ya wafanyakazi. Na nawatakia sikukuu njema ya wafanyakazi katika siku hii ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki.